bang the ace on the beat. Bas, utulivu, utapata baka, tena ushuda. Hello ladies and gentlemen, boys and girls, whoever and wherever you're watching us from. This is the podcast, Mike with the Makers, hosted by the one and only Mr. Volvo. So today is another day and we're doing it in a different way. Juve nilikuwa namwambia tutakuwa na msanii, producer, minister, yani vitu mingi. Na naona jinsi mnavyoangalia ashafika ako ndani. Kivoli, unasema aje man? Poa sana. Karibu sana. Asante. Kwa hii podcast yetu. Nashukuru mazee. Unafeel aje? Niko poa. Mwaliko wako mazee, mbona ulinipigia simu nikasema nifike. At least tuzungumze tujue mambo yanakuaje. Karibu sana bana. Hata mimi nashukuru. Thank you for coming manzi. Nashukuru. Najua si rahisi bana. Unaweza fikia watu wengine wanakuambia tuko busy. Yeah. Lakini for you may come through. Yeah, kweli. Unafeel aje kuwa hapa? Nashukuru mazee. Place yako kwanza umedesign fiti. Unaona place kadogo lakini nashukuru. Kako fiti sana. Mambo ya God hadi. Yeah. Endelea hivyo. Utakuja ukue kubwa sana. Amen. Kiwe na kuombea bana katika ministry yako. Uweze kuelevate, sio? Amina. So tukianza kabisa Kevali, juu unajua mafans wa TikTok wamekungojea mbaya. Kwanza big up manzi watu wenye wana come live. Thanks sana bana. Tumewaletea msanii wenu. Msanii wenu leo yeye ndo amekalia hiki kiti. So Kevali ni nani? Kevali alianzia wapi? Unaweza tueleza? Labda. Kevali ni jamaa tu, ni kijana tu ambao ame grow katika a very humble background. Na ni jamaa ambao ame grow katika njia za kiungu. Nasemanga hivyo. Unasema wewe hizi njia zingine huko haitaka. Unajua sasa inategemea kwa sababu sisi ni wale watu tulizaliwa tulikuwa tunabebwangwa kwa wakati huo ilikuwa ni hizi tawe. Kama hizi maki baby cars. Unaoba kwa tawe tunapelekwa mahali anaenda kesha usiku, unalazwa pale kwa mlango kwa nyuma. Na wao wako wanaendelea na so tuligrow tukijua hakuna place nyingine, ni church tu. Unaona so tumekuwa na hiyo, nimekuwa na hiyo. Kevali ni music producer. Kevali ni mwimbaji. Mimi naimba nyimbo za Injili. Kevali ni mambo mengi, ni vitu mingi bro. So wewe umesema ni ngoma za Injili kabisa? Mimi napiga ngoma za Injili. Hebu tuanze, Kevali alizaliwa wapi? Amekulia wapi? Labda ndo maybe wasikilizaji wapate kukuelewa vizuri. Okay, Kevali mimi nimezaliwa Kisumu. Kisumu. So wewe ni mimi si mjaka. Mimi nilizaliwa Kisumu. But kwetu kwetu ni mpaka wa Viga na Kakamega. Niko katikati. Maragoli ama ya wapi? No, niko Kisa. Kisa. Kuna siku nilikuona mahali bana unaulizwa lugha yenu ya nyumbani na kushida. Bro, si mchezo. Okay, shida si ati hiyo, shida ni hii. Pale mimi nimelelewa sasa. Unaona, nimezaliwa Kisumu. Kwetu ni huko Kakamega, Viga. But nimesomea na nimelelewa Mombasa. So Kiswahili sana. Kuanzia nasari yangu, primary, high school mpaka ukamaliza. Nimetoka huko 2014. So Mombasa ndo umekaa huko sana hata kushinda home sasa. Exactly. Na life ya Mombasa ilikuwa aje? Nzuri sana bro. Like ukicompare Mombasa maybe Western na Nairobi. Okay. Like sasa mtu akwambie tu Kevali wewe na hizi vitu zako za unafanya nataka nikupeleke mahali utaenda. Nitaenda Western. Mbona? Western ni home ama utaki Mombasa? No. Mombasa ulikinai. Okay, Mombasa unajua ni nzuri ukiwa mdogo. Unaona? Sasa hiyo ukijitegemea. Mombasa ni nzuri azinile kutafuta. Unajua Mombasa kutafuta industry ya kule ni iko very low. Hakuna do, lakini life ni cheap. Life ya huko iko cheap. Life ya kule Mombasa iko fiti, ni nzuri, iko cheap, lakini hakuna do. Lakini huko Nairobi kuna do lakini maisha ni ngumu. Ni ngumu. Sorry. So Western nayo naipenda kwa sababu ilikubali kimuziki. So na katika hali ya kibiashara unasema unaweza enda Western. Na nikuulize Mombasa kunafahamika na kuwa na hao vijana matega au unajua miadarati. Haikukuwa kudhuru kuaffect? Unaona vile nimekuambia, unaona pale ni vile nililelewa. Msingi yangu kuna vile wazazi waliunda. Mimi niko na mabeshte. Mombasa nimesoma na mabeshte ambao wanatumia drugs. Wale wa kujidunga, unaona, wale wa kuvuta unga. Lakini hata pale nilikuwa nacheza
football. Mimi by the way career yangu nilianza kucheza football. Namba gani? Nilikuwa nacheza namba 9. Striker. Mbaya sana wakati huo. So pale uwanjani pale unaona before tuingie field kuna watu lazima wafute bangi nini. Lakini mimi niko miongoni mwao, lakini wewe unajua kuna kitu fulani kwa ndani yangu hainiruhusu. Na sasa wewe wao maybe motivation yao ilikuanga bangi, maybe wengine hizo dawa zingine, na wewe yako ilikuwa motivation yangu ilikuwa najua kuna siku nitakuja nikuwe someone great. Na nini ilifanya wachane sasa na mpira kabisa bro behind that, yani kuna siku tumeenda kucheza St Antons. Hii moja tu. Nilikuwa nacheza na club inaitwa Congo FC. Congo FC ilikuwa ni club ndogo ya Bandari. So tumeenda St Antons bro. Na sisi tulikuwa tunacheza mpira na vizizi. Unajua vizizi? Hebu nielezee. Vizizi ni kama uchawi lakini si uchawi. Ni kama unaelewa. Ni mizizi fulani. Unaona? So tulikuwa tunaweka ndani ya shield ama kwa shield. Unaona pale shield kwa socks hapa kwa pale. Bas, unaingiza pale alafu ile kitu inakufanya unapiga game. Kweli? Ya ukweli. Niambie ushirikina ni ukweli bro. Mimi sije kutana na, hebu niambie ushirikina bro, kuna siku na mnashinda vizuri sana. Lakini ngoja nikuulize. Amuko mnafanya zoezi? No, zoezi tunapiga. Zoezi lazima upige kwa sababu ya stamina yako. Na ukikosa tu like tuseme ati mkose kufanya zoezi, mfanye nini alafu mwende mtumie uchawi, hamwezi shinda. Mtatumia lakini utachoka. Utachoka. So lakini mnasema ni ukweli ilikuwa inajibu. Bro, kuna siku tumepiga pale. Okay, before ya St Antons ndo niache kufanya kucheza mpira. Tumeenda pale kunaitwa Taita Taveta. Kucheza pale mpira. So si tulikuwa tunaenda kama ni tunacheza Saturday, tunaenda pale Thursday. Kwenda kuassess. Club mnafika mapema 2 days before kupiga mazoezi nini, muassess vile nini iko. So hiyo siku tumefika pale na ustadhi wetu. Ustadhi wetu ni jamaa kwa anatushikilia kimaombi. Maombi au maombi sasa. Maombi ya. So yule jamaa akiingia pale na mbuzi. Mbuzi mwenyewe hai sasa. Yako hai. Wana upande wa ile siwajua kama nyinyi ni wageni, nyinyi wageni mnaanzanga on your left. Wenyeji wanaanza on your right, on the right side. So uko left huko, huyo mbuzi tukamzika hiyo Thursday usiku. Like mbuzi mzima. Buda. Like goja alikuwa hai yani. Mbuzi ako hai. Go to salai. Tunamfunga sanda, unajua sanda? Kufunganga mapepe. Might. Tukamfunga kila kitu, alafu tunamuingiza ndani ya shimo. Ndani kama kakaburi tu. Tunamuingiza ndani. Tunamfukia. Alafu tunamfukia na mchanga. Tunamfukia alafu hapa juu tunawasha moto. Sasa watu watadhani tu maybe ni takataka zinachomwa. Alafu hiyo game ilienda bro. Waliona tabu. In fact, goalkeeper ile team alitoka pale kama ameshuka wazimu. Kwa sababu ufai kushika zile mipira. Ile mpira ikikuja unaiona ni kama something else. Kai. Bro, umenishtua. So, hivyo ndio ilikuwa ni game zetu bro. Na mimi kuacha mcheza mpira niliacha kwa sababu hizo vitu. Ushirikina. And I used to do that na naenda church Sunday. Na naimba vizuri sana. So ukasema hapa najidanganya. No, at first nilikuwa najiona kama najidanganya. Juu bado ulikuwa kijana mdogo. Nilikuwa natafuta career. Nilikuwa najua mpira ndo itanilea maisha yangu yote. Hizo siku kama bado unacheza mpira, uliwahi jua maybe unaweza hamia kwa muziki ama ulikuwa na interest na music? Yeah, nilikuwa na both interest in music and bado kwa mpira. Nilikuwa naimba, but ndoto ya kuwa mwanamuziki ilikuwa ni kubwa mpaka imenilemea sasa naona haiwezekani. The only thing inawezekana ni mpira. Ukimaanisha ilikuwa kubwa ushaona? Unataka sasa tuseme unaweza tamani kuwa president wa Kenya. Mbaya sana. Lakini unaona hiyo kitu ni kama inawezekana. Like kuna true ni kama hata sasa nikije artist sasa mimi ndo. Like unaona manzi. Haiwezekani. So ukaamua kabisa ku shift from football ukakuja kwa music. Like au kufikiria maybe utoke hiyo team juu iko na ushirikina uende kwa timu nyingine yenye aina. Unajua ukibaniwa na FKF una bani wangu nini yako inachukuliwa. ID yako. Unaona? So wakati tulipatikana St Antons tukiweka zile sasa hii ni after hii au tulikuwa tusha change vizuri tumetoka. Sasa mwenzetu alikuwa amesahau, amebagi kwa room, ameingia washroom. So wakati anatoka one of the official alikuja kuangalia kama bado watu wako na akampata na ile anaingiza sasa kwa shield. Na ndio nataka kuingia kwa game sasa. Tumeshapanga line. Tunataka kuingia kwa game.
na napata anaingiza kwa shida. So ilibidi tuitwe ndani sisi wote tukakuwa assessed. Mchikiwe sasa. Na ubaya ama bahati mbaya kila mtu akapatikana kwa nayo mlinzi. Na nini yetu kama kuna mtu anasikiza ama anaangalia, kuna wakati nini ilikuwa disqualified Kongo FC. Mimi nilikuwa mmoja wao. Na ni juu ya ushirikina. Lakini iliwapeleka some levels. So na nikuulize sasa bado wengine bado wanacheza ama wote career ilikuwa dismantled? Tuseme everyone ambao mimi ile time yangu the only person alibaki ni mmoja na yeye alienda Spain. Yeye alitoka naenda ile bani ilichukua karibu 4 years. So after 4 years yeye alirudi kwa game. Yeah. Na nyinyi wengine mkasema kabisa tutafute career zingine at least na nini. Hebu niambie sasa muziki, maisha na muziki ulianza wapi? Ulikuwa umeniambia umekulia kanisani kutoka utotoni hadi like ulikuwa unaimba kanisani, ulikuwa unacheza vinanda, ulikuwa na mimi kwanza nilianza kuimba secular. Serious? Bro, mimi nimepiga secular bro. Mimi nilikuwa yani kama mtu anakatia demon, mimi nilikuwa unatumia. Naitwa sasa. Na umewahi record hizo secular? Si ya record. Lakini nilikuwa naandikia tu watu. Nikiwa pale Mombasa, mimi naishi Mtongwe. So nilikuwa niko pale Mtongwe napiga hizo mashughuli. Unajua hii nikirudi nyumba hii vitu za ushirikina nimefanya mingi bro, mpaka kwa wanawake. Kwa serious? Bro, like ukitaka kuwin na hebu niambie sasa kwa mwanamke unafanya aje? Kuna kitu inaitwa falaki. Falaki ni something very dangerous bro. Very dangerous. Falaki nilianza kujua nikiwa primary school. Nikiwa class 6. Falaki unaandika hapa maneno ya Kiarabu hapa kwa mkono ya right. Na kalamu ya red. Kisha andika hivyo. Alafu unachukua udi. Unajua udi unajua hiko nini wanatumia? Ya, udi unaiasha. So ile moshi yake unaweka ile kitu hivi. Na hayo maneno sasa. So unazungumza bro. Mimi nasema mimi nataka udem. Na inakuwa nataka na udem asiwahi niacha. Akijaribu kutoka hivi anakumbukaga tu jina Volvo na narudi. Alafu kisha toka pale ile una make sure udi imeisha mpaka imeisha. Alafu nafunika ile mkono hivi. And then unaenda unamsalimia. Unamtafuta tu. The first person akuwe ni yeye unamsalimia. So unasema ukienda upatane na boys wako hapo hivyo kimeharibika. So inakuwa inanata. Yeah. Alafu kuna nyingine pia kwa nafanya sasa ilikuwa ya kwenda usiku kwa bahari na mayai, but hiyo sasa ilikuwa ni very dangerous na scary. Yaani ilikuwa inaogopesha sana. But nayo ilikuwa ufai kufanyia mtu kama unajua vijana siku hizi wanatafuta hela. So kama unataka mtu ule wa kupata hela ndio kama tunaenda hiyo Mombasa tunaenda excess hiyo wale ma beach boy by the way wanatafuta mashughuli so ndio walikuwa wanafanya hizo nini extend ya kwenda kwa mayai. Sasa hiyo ukiweka mayai alafu mayai unaandika jina. So tulikuwa tumefika hapo kwa mayai. Ulikuwa unaniambia ati mayai okay yai unaenda kwa babu. Babu ni hao waganga wa mtaani. Unamuelezea unamwambia mimi nataka dem fulani. Okay, watu wasinichukulie vibaya, mimi sasa nimeokoka. Hii ni story tu anatupea lakini tutamchaji baadaye. So unaandika pale jina, sema jina for example Fatuma Abdalla, ndio? Unaandika huko mbele Fatuma, huko nyuma unaandika Abdalla. Jina yake na jina ya home, yani jina ya baba yake. Sasa lazima pia ufanye research. Bro, mtu akitaka kukuroga sahihi, anakuroga na jina lako na jina ya home. Sasa familia ukoba. Unaelewa? So unaandika ile jina. So ukishaandika ile jina, unaenda ule jamaa anakutuma kwa bahari, kwa sababu Mtongwe bahari iko tu karibu. Usiku au saa 6. Usiku. Unaenda pale. So unaenda kwa ile na ile yai, unaenda unalizungumzia kabisa. Unasema mimi nataka Fatuma wewe pale uko sasa umelala wewe. Pale uko umelala sasa hivi. Nasema hivi. Siku yoyote ile nikutana na wewe, maneno nitakayo kuambia yoyote sio ikataa. Na utayafuata. Na hiyo utayafuata unarudi karibu mara 7. Alafu unachukua kutokana kwa babu sasa. Unachukua ile yai unarusha kabisa mbali. Inaenda katikati. Alafu unarudi home bro. Kesho asubuhi una make sure yani umeamka ile njia Fatuma anaamkiaga. Ndio unaenda. Unasimama hapo tu. Unamuongelesha basi. Inakuanga imenasa shika. Umenasa sana. Na sasa nikuulize sasa hivi unaweza jua hizo dawa? Bro mimi najua.
So unaweza tuokolea hadi siku moja. Unaweza sasa umeokoka uwezi kabisa. Hata mtu akikwambia ako na doa hapa hivi anataka kusaidia. Kwa sababu ile kitu ni very dangerous bro. Ilikuwa ikarudia rabesha yangu. Ilibidi apeleke kwa hao. Unajua Waislamu mostly wana believe waganga. Ndio nilikuwa nakuuliza Waislamu kwani mbona ulikuwa unajua Kiarabu utaniambia hiyo baadaye. Waislamu wana believe most waganga. So besha yangu alienda kafanyia demo ambao unajua Waislamu wako na wana believe majini ni malaika. Kabisa. So mademu wengi Waislamu wanakuanga na hizo vitu ndani yao. Hizo kama majini wanasema ni protection. Unaona? So alienda to the wrong person. Yeah, alifanyia the wrong person. Ukifanyia mtu kama huyo ina bounce back. Inakurudia. Bro, inaweza kuua. So ile kitu pia inakuanga dangerous kivyake. Una risk. Na sasa hii Kiarabu ulikuwa umejifunza kwani ulikuwa umeenda kuwa Muislamu ama hiyo venye ulikulia coast ikabidi umejifunza Kiarabu? Okay. Kiarabu pia Kiarabu mimi sijajifunza ati mingi, sijui Kiarabu chote, lakini kwa sababu ya kuishi unaona kitu kama hizo falaki nibidi nijifunze some things za kusema ama kuandika kwa hizo hizo nini vitu kama hizo. Ndio hapo sasa ndio ilifanya ukajua kabisa. Yeah. Umenishtua na history yako. Watu wasikuje hapa waanze kusema Kivusi tunaweza kulipa ututafutie hiyo. Bana na venye huko nje. Lakini guys, ilikuwa mbaya bro. Ilikuwa mbaya. Pole. So muziki sasa ukaanzia kanisani. Okay, muziki nao sasa kuanza muziki bro, after nimeshafanya hizo vitu zote nimeenda makaburini. Bro, sikuwa naenda makaburini. Kufanya nini sasa? Wakati wa game. Jamaa alikuwa anawapeleka makaburini, unabeba jezi zako na njumu hizo viatu za kucheza. Jezi za kucheza. Alafu anachukua maji kwa beseni, maji fulani nanuka vibaya. Mwenda kule makaburini kabisa kule. Anachukua ile matawi 40. Na koroga pale akiwachapa nayo. Usiku saa 6. Game ni kesho saa 10 bro. Anawachapa nayo hivi kwa miguu, huku kwa uso. So after nimeshafanya hizo vitu zote. Na mkitoka hapo, unajua historia yako ina baba sana. Sasa mkishatoka hapo mmepigwa, mmefanyiwa nini? Alafu mnaenda wapi? Mnarudi kwa nyumba ama? Mnarudi sasa kutulia tu. Na mzazi yako anakuuliza unatoka. Bro, acha nikwambie mimi. Ona kukua na mimi nimeishi na uncle yangu. Uncle wangu ni bishop. Uncle wangu alikuwa bishop. Unaona? Uncle wangu alikuwa bishop, lakini kuna vitu alikuwa anafanya. Uncle wangu alikuwa anajua mchezo mpira, lakini alikuwa hajui nini zinafanyika behind the scenes. Unaona? So mkitoka pale mmechapwa na hizo manini. Bro, ukitoka pale unakuanga ni kama sijui nikwambia, unasikia ni kama umebeba dunia mzima. Sijui kama unanielewa. Na ku understand. Unajua ni kama ni giant fulani kikubwa, ndio nilikuwa nataka kusema like unafeel uko na nguvu extra. Yaani wewe ni superhero. Unafeel uko na nguvu extra kabisa, yani uko fit. So I think nilifika pali hizo vitu zikaanza kuni-affect mpaka prayer life yangu. Sasa hivi ukaanza kuchorea. Kuomba. Naweza enda church kwa sababu naogopa angu asikwambie mbona na umelelewa katika hiyo. Nenda church na lead pale worship yangu fulani unyama sana. Na inaingia tu bro, watu wanaanguka bro. Bro. Okay, kuna something. Mungu hata ufanye dhambi na kale. Mungu wa interfere na gift yako. Nanielewa. Gift ni gift tu. But anointing ile ndo anachukua. Unaona? Unaweza imba tu, watu wanaona jamaa anaimba lakini hauna ile anointing imeshatoka. So me I used to sing by the way. Lakini kishatoka hapo jioni nimeenda mahali unarudi hapo kwa coaches wako na huyo na huyo mse ulituambia huyo sijui ndo shehe ama ustad sasa. So lakini which means sasa wewe ulikuwa unaimba kanisani tukirudi kwa hiyo mambo ya muziki. Nilikuwa naimba church. Ulikuwa unaimba church hizi mapiano pia. Piano nilikuwa napiga. In fact mimi piano mimi nilijua piano through kuangalia watu wanapiga piano kwa kusema. Nilijua piano. Na sasa juu Mombasa tu ni kama Nigeria maybe na Tanzania. Huko kuna uchawi na pia kuna Mungu. Sasa hiyo kuishi hivyo like watu wanaishi aje? Mombasa mimi naweza sema Mombasa na hizi nini zote. Pale mimi nimekaa. The cities. I prefer Mombasa iko na watu wanapenda Mungu sana.
Juu maybe wanaogopa hiyo uchawi. So alafu maybe watu wako into deep, si ndio? Yeah. Kushinda hizi sides zingine. Kwa sababu Mombasa either utapata mtu ni Muislamu ama mtu ni Mkristo. Unaelewa? Hawa wachawi hawa ni baadhi tu. Lakini maybe hata wako na dini pia. Baadhi tu, alafu those people pia wana believe majini ni malaika. I know, nimesoma. Unaona? So nakumbuka hata palisi tulikuwa tunaishi kwa hiyo nyumba ilikuwa na hizo majini. Naelewa? Ilikuwa na hizo mavitu sana. Hata nakumbuka kazi yangu alipigwanga kofi nyingine safi. Yaani safi. Mpaka akaamka hivi mkono imejichora hivi. Usha experience majini? Aje sasa hebu niambie. Like inawaka aje? Nishawahi. Nakumbuka ilikuwa nimetoka game. Kwa nimetoka game majioni. So nikapata ile room tunalala ni chafu sana. So mimi nikaamua hapa ndani nataka nipige tu usara clean. So nikatoanisha kila kitu, nikapiga usafi pale nini, kila kitu nikapiga usafi. And nikaasha udi. Kumbe kwa nyumba za Waislamu bro, ama kwa nyumba za ndugu zetu kuna vitu zile tuseme mtu ambao okay niseme Waislamu wafuate vibaya. Nasema wale watu ambao wamefunga hizi majini. Udi, unaona hii kitu inaitwa udi. Najua udi. Na wanaipenda. Udi navutiaga hizo presence za hizo majini. Unaelewa? Udi navutanga. Unaona harufu ya udi? Inavutaga kwa sababu kuna hizo vitu zingine zinapendanga marashi, zinapenda nini. So udi navutanga hizo nini. So mimi sikujua. So mimi nikaasha, nikaweka tena moja pale kwa kona ingine pale. At least karum kanukia. Kwa kila kona nikaweka moja moja. Na nikaweka mattress pale chini na nikalala. Nikaangalia juu hivi. Hata kuanza dakika 2 bro. Nikasikia mwili wangu yote imeparalyze. Like imekufa gani? Siwezi inua hata kidole. Lakini unaona wewe. Mimi naona kabisa macho imefunga kabisa. So mimi naangalia hivi lakini kwa mlango naona ni kama watu wanapita, mademu watatu wakapita vizuri mimi nawaona ndio hao. So naenda pale nilikuwa nimepanga hizo nguo nini, wakapita pale hiyo udiko. Mmoja akaenda akasimama kwa kona pale hiyo udiko, mwingine akasimama kwa nyingine, mwingine akasimama pale alikuwa nimelala karibu hapo. Sasa uambie umewaitia nini? Na wakatulia. Bro, unajaribu kumove hata sauti hakuna kitu inafanya. Alafu hakuna ile sauti ile unasema katika hakuna na ani sauti itoki bro. Sauti itoki. Yaani zile vitu tunaota sasa wewe uli experience. So kitu liniokoa mwenye hiyo plot. Alianza kupiga huko sauti. Nani ameacha hizo vitu? Alikuwa Mkristo ama? No, alikuwa mwenye ndugu yetu hizi idi nyingine. Nani ameacha hizo vitu? Unaona? Mnanisumbulia nini unaona? So bila nipige nini tena nikaona wakatoka hivi. Pole anaona wakatoka hivi wakavuka. Nilikuwa nimeweka mkono hivi. Unapita tu akiruka mkono hivi akienda. Na vile mmoja tu wa mwisho alitoka tu bila nguvu ikarudi nguvu fulani hivi. Ukajihisi sasa kama upepo. Vuku na nikaruka. Ulilala? Jumisi ulilala. Kwa kwangu nilimaliza karibu wiki. Ulikuwa unalala na nani katika hiyo room? Tulikuwa na makuzo wangu wengine. But at least kama unawaona ulikuwa unapata amani kidogo. Tulikuwa pale na brother Devani nilikuwa tunakaa naye pale. Unaona? Kwa sababu nilikuwa naishi kwao. Experience nyingine noma sana. Bas, utulivu utapata baka tena ushuda.